Basi wale mafuli mnaomtafuta kwanza atasimama akishamaliza hapo. Kwa majina anaitwa Justin Masanja. James Rogers Temba alikuwa ni mwanafunzi wa darasa langu. Mimi nilikuwa kiongozi wake, kwa hiyo nilikuwa namfahamu kwa mazingira ya chuo. Akija vile ana text niwekee seat na kuja darasani hivyo, yani mazingira tu ya chuo vile. Na mara mwisho niliwasiliana naye Friday ilikuwa ni kipindi, kwa kuna kipindi hakuweza kuingia, alinipigia simu but nilimcheki tu usiku hivyo. Hiyo Ijumaa ndo ilikuwa mara ya mwisho kuongea naye. Mambo mengine James alikuwa tu ni mtu poa, alikuwa hana shida na mtu yote pale chuoni. Mambo tunawasiliana tu tukiwa chuo, baada ya vipindi tu na communicate tu tukiwa chuo. Kwenye kuhusu shughuli za nje ya chuo nilikuwa simfahamu kwa kweli, nilikuwa nafahamia tu chuo kwa mazingira ya chuo basi, kwa sababu tunasoma darasa moja. Mazingira tofauti na chuo nilikuwa sifahamu chochote kuhusiana naye, hata kwa watu nilikuwa sifahamu. Nimekuja kufahamu baada ya kupewa taarifa ya msiba. Basi serikali ya wanafunzi ya FMSO inalaani vikali kitendo kama hichi, na hatujapendezwa kabisa na hili tukio lilivyotokea mpaka sasa hivi. Yani tumefika, lakini bado hatuamini kama ni kweli jamaa yetu ameondoka. Yani hivyo ni jambo la kuhuzunisha sana, ni kushuhudia kwenye nchi yetu tukio kama hili linatokea. Ni sio zuri kwa kweli. Ni James Temba alikuwa rafiki yetu. Sikujua na James Temba, ilikuwa ni darasani tu basi. Tukutane darasani akawa rafiki yetu, kwa sababu rafiki yangu kiongozi akawa rafiki yetu pia. Sometime akichelewa anatuambia tumwekee siti, na sisi sometime tukichelewa tunamwambia tuwekee siti. Ndio rafiki yetu ulipoanzia. Anti yake tu kama anti yake, nikampa pole, akanambia blaza nimeumia sana, kanitoka anti yangu. Nikamwambia pole, ataisha. Mimi ndo mara ya mwisho nimeongea naye muda sana mimi. Taarifa za kifo chake uliambiwa kwamba amefariki kwenye mazingira gani? Taarifa kuhusu kifo chake si tumesikia tu, hatujashuhudia, tumesikia tu kwamba mwili wake upo Mto Msimbazi basi. Wewe